Buju, mmewe Neema, babake Mina na Levi, anafanya kazi na taaluma. Sifa za Buju: mwenye utu, anamsomesha Salome hadi chuo kikuu. Mwenye bidii, anafanya kazi kuikimu familia yake. Mwenye kuwajibika, anafuatilia maendeleo ya Lemi shuleni. Mwenye msimamo imara, anashikilia msimamo wa kutoenda kinyume na utamaduni. Ni mwenye mtazamo finyu kuhusu elimu. Atambui kuwa kujifunza madili ni sehemu ya elimu. Ukurasa 26. Amekosa kujiamini. Anahisi Neema ampie heshima kama mume wake. Ni mjari, anamtusi mwanawe, anamuita bumburu. Ukurasa 26. Mwenye kupenda kulalamika. Analalamika kwamba Neema ni mchache wa fadhila. Ukurasa 28. Ni mwafidhina. Anasema kwamba hawezi kuishi na mama mkwe. Ukurasa 29. Ni katili. Anakataa kuishi na mama mkwe licha ya kuwa ana nyumba kubwa. Mwenye kinyongo, anakasirishwa na Neema kwa kupanga mambo bila kumshirikisha. Mwenye ubinafsi, hataki kuishi na Sara ijapokuwa ana nafasi kubwa kwa nyumba yake. Umuhimu wa Buju: anaendeleza hadithi. Anawasimulia Hasna na Neema kumhusu Buju. Sara anawasimulia Hasna na Neema kumhusu Buju. Ukurasa 35. Anaendeleza ploti. Anamfanya Sara kuishi na Hasna. Kwa hivyo tunaangazia matukio ya nyumbani mwa Hasna. Anaangazia dhamira ya kazi. Wafidhina na ubinafsi wake unamfanya Hasna kumwona kama katili. Anaonyesha suala ya mshikamano wa familia. Anaruhusu Salome kuishi nao. Anajali maslahi ya wengine. Anamwokoa Neema licha ya kwamba amjui. Anaonyesha adhabu ya uwafidhina. Taasubi ya kiume inamfanya kumkosea heshima mkewe. Anakuza maudhui ya elimu. Anamsaidia Lemi katika ujifunzaji, suala la uwajibikaji. Anamfunza Neema haja ya kujiendesha maisha yake kwa pato alilo nalo. Maudhui ya taasubi ya kiume. Anamkumbusha Neema yeye ndiye kichwa. Ukurasa 49. Anafunza maadili. Anamtaka Lemi aamke mapema. Usawa na jinsia. Anadhibiti mkewe katika kule kumpa uhuru. Anawajenga wahusika wengine kama vile Neema ni mnyenyekevu, mkakamavu na mwenye bidii. Sara mlezi mwema, mwenye shukrani. Hasna jasiri na msema kweli. Ampigeni makofi. Rafiki sana. Mabaki mmoja kati ya wahusika wa hadithi. Sifa za Buju: mwenye kujali. Anapoona kiwa jambo zema kutaka kujua ni kwa nini. Ukurasa 11. Mwenye mawazo mapema. Anabadilisha kiwa kuhusu maana ya elimu. Ukurasa wa 9. Mwenye huruma. Anamwonea Sara imani. Ukurasa wa 10. Matumaini. Anaamini kwamba Sara atasoma. Ukurasa wa 12. Mwenye kujitegemea kimawazo. Anamwambia Sara asiofishwe na maneno ya watu. Ukurasa wa 12. Mcheshi. Anamwambia Sara huenda kuwa kumebuniwa meli iendayo nchi kavu. Ukurasa wa 15. Jirani mwema. Anaenda kumsaidia Sara kumpitia mumewe. Mlezi mwema. Hasna anasema watoto wake wana nidhamu. Ukurasa 53. Ni mwenye heshima. Anamwambia kiwa kwamba Yona na Sara wametoka mbali. Ukurasa wa 10. Umuhimu wa dini. Kuendeleza hadithi. Anamsimulia kiwa hadithi kuhusu kichumba na ndoa ya Yona na Sara. Anaendeleza ploti. Kawia kupata watoto kwa Yona na Sara kilisababisha waite Mungu. Ukurasa wa 6. Kuangazia dhamira ya familia hii. Anaonyesha migogoro inayokabili asasi ya ndoa. Anakuza masuala mbalimbali. Anaendeleza maudhui ya utamaduni. Anaangazia nafasi ya watoto katika jamii. Jamii inawakosea heshima Yona na Sara wanapokosa watoto. Anakuza maadui ya taasubi ya kiume. Analalamika kwamba wanaume wao hawasaidii. Anaendeleza maudhui ya uwajibikaji. Anampikia mwanawe. Anaangazia unyanyasaji wa kijinsia. Anamwambia kiwa jinsi Yona alivyompiga Sara. Anakuza maadili. Anamsaidia Sara kumpikia mumewe. Na wajibu usika wengine umesahau kama Yona kama mnyonge labda pengine shirikisho la jamii inaingia katika elimu. Hii makofi. Luka ni mzee mwenzake Yona. Anaishi kijijini mwa Yona. Sifa za Luka. Luka ni mkarimu.
amewaita Yona na Beni nyumbani kwake kusherehekea zao la kwanza la shambani. Ni mwenye kuheshimu mila na desturi. Anasikitika kwamba watu hawazingatii tena kanuni hii. Ni mwenye kudhamini mabadiliko. Anakashifu hali ya watoto wa siku hizi kudhamini uzungu na kutojua asili yao. Ni mwenye kudhamini mabadiliko. Anasema kwamba watoto wa kike anaridhi kinyume na hapo awali. Luka ni mnyenyekevu. Anatambua mchango wa Neema katika kijiji chao. Anafurahia kati ya Neema kutembea kijijini gari lake licha ya kuwa hamna barabara ya maana. Ni mwenye busara. Anamkosoa Beni fikra za kiafidina. Anamuuliza vipi muhimu mke ni mwenye busara. Anamkosoa Sio uliandika, unasoma kwenye kitabu, hujaandika. Sio kesi. Ni nani aliandika? James. Anasienda kwa some. Anze mwanzo. Luka ni mzee mwenzake Yona, anaishi kijijini mwa Yona. Sifa za Luka. Luka ni mkarimu. Amewaita Yona na Beni nyumbani kwake kusherehekea zao lao la kwanza la shambani. Ni mwenye kuheshimu mila na desturi. Anasikitika kwamba watu hawazingatii tena kanuni. Ni mwenye kudhamini mabadiliko. Anakashifu hali ya watoto wa siku hizi kudhamini uzungu na kutojua asali yao. Ukurasa 48. Ni mwenye kudhamini mabadiliko. Anasema kwamba watoto wa kike urithi kinyume na hapa awali. Luka ni mnyenyekevu. Analambua mchango wa Neema katika kijiji chao. Anafurahia hali ya Neema kutembea kijijini gari zake licha ya kuwa amena barabarani na ni mwenye hasara. Anamkosoa Beni fikra za kiafidina. Anamuuliza lipi muhimu mke kukaa kijijini kumpikia au kwenda matibabu. Ni mwenye kusema ukweli. Beni anaposema kwamba Yona anaringa kana kwamba ndiye aliyesomesha pekee. Ni mwenye mshauri mwema. Anawashauri Beni na Yona ya kumbatie mabadiliko. Umuhimu wa Luka. Luka ametumiwa kuendelesha hadithi. Anawasimulia Yona na Beni jinsi walivyoshinikiza Yona kuoa mke mwingine ili apate mtoto wa kiume. Anaendeleza ploti. Anadhibia kuhusu jinsi Neema alivyokuja nyumbani akiendesha gari. Inamfanya awaambie wenzake kijijini kwamba kuwa simba wa kike anayeguruma kijijini. Ametumiwa kuangazia dhamira ya tamthilia. Anasema mtoto wa kike na wa kiume wanalinganishwa. Beni ni mzee mwenzao Yona na Luka na ana mtoto anayefanya kazi katika kiwanda cha kuchinjia kuku. Sifa za Beni: ni mwenye kudhamini utamaduni. Analalamikia hali ya kizazi cha sasa na kuacha mila za ukurasa 58. Ni mhafidhina. Anadhamini mtoto wa kiume zaidi ya wa kike. Ukurasa 61. Ni mwenye dharau. Anamwambia Yona ameachwa kijijini kule mji na kuhangaika. Ukurasa 61. Ni mwenye taasubi ya kiume. Anashangaa muda wote kwa Yona anapikiwa na nani. Ukurasa 61. Ni mchochezi. Anamjaza Yona maneno kwamba Yona amenyang'anya mke na watoto. Ukurasa 61. Ni mlezi mwema. Amemsomesha mtoto wake. Ni mchokozi.
Anamwingilia Yona kwa kusema kwamba anajipiga kifua kana kwamba ndiye pekee amesomeshwa. Ukurasa 63. Anapenda kujiingiza kwenye masuala ya wengine. Analalamikia hali ya Sara kuishi mjini na watoto wake. Mbishi anabishana na Luka anapomwambia kwamba wanao Beni si nchini. Ukurasa 63. Umuhimu wa Beni. Anaendeleza hadithi. Anachangia kusimulia namna Yona alivyojitosa kwenye kileo. Ukurasa 62. Anaendeleza ploti. Analeta simulizi ya maisha ya awali ya Yona. Anaangazia dhamira ya tamthilia. Ametumiwa kukashifu hali ya kupuuza mila. Anaendeleza masuala mbalimbali kama vile utamaduni. Anaendeleza maudhui ya malezi. Amewapeleka watoto shuleni. Anakuza suala la mshikamano. Anashirikiana na wazee wenzake kwa chakula cha mchana ili kuyafurahia na kuyabariki mabora ya kwanza. Anachangia kukuza maudhui ya taasuba ya kike. Halilishwi na hali ya Yona kujipikia. Anafunza maadili. Amealikwa na Luka kwa chakula cha mchana na kinywaji. Anawajenga wahusika wengine kama vile Luka ni mkarimu. Anawaalika Beni na Yona kwa chakula cha mchana. Na Yona kusema kweli anamkabili Beni na kumwonyesha kwamba haifai kuingilia masuala ya watu wengine. Lemi. Huyu ni mtoto wa Bunju na Neema. Sifa za Lemi: ni mkakamavu, anaimba nyumba na kucheza miondoko yake kwa ustadi. Ukurasa wa 22. Pili, ni mwenye bidii. Neema anasema kwamba alama zake zimeimarika kulinganishwa na mtihani wa awali. Ukurasa wa 26. Tatu, ni mwenye nidhamu. Ametuzwa shuleni kwa kuwa na adabu. Ukurasa wa 26. 4, ni mwenye kujali usafi. Anazingatia usafi wa kibinafsi. Ukurasa wa 48. 5, ni mwenye heshima. Anamshukuru mama yake kwa kukumbusha kufua hanchifu yake. Ukurasa wa 48. 6, ni mwenye kudadisi mambo. Anamuuliza mama yake kwa nini nyanya yake hajali kumsalimia. Ukurasa wa 47. 7, ni mwenye makini. Anagundua kwamba mama yake hana raha. Ukurasa wa 30. 8, ni mbaraza. Anaingiliana vyema na watu wengine. Ukurasa wa 47. Umuhimu wa Lemi. Lemi ametumiwa kuendeleza hadithi. Kuulizia kuhusu Sara kunatufanya kujua kwamba Sara ametoka hospitalini. Ukurasa wa 47. Pili, anaendeleza plot. Anakuza zaidi mgogoro kati ya Bunju na Neema. Tatu, anaendeleza masuala mbalimbali kama vile elimu. Neema anasema kwamba alama zake zimeimarika japo hajachukua nafasi nzuri darasani. Ukurasa wa 26. Maudhui ya ukuzaji wa vipawa. Bella anamsifia Neema jinsi Lemi anavyoimbana kunengua viungo. Anaangamizia swala la malezi. Neema anamlalamikia Bella kwamba haonani na Lemi kwa sababu ya shughuli za kikazi. Ukurasa wa 23. Anachangia kufunza maadili. Anatuzwa kwa sababu ya kuwa na nidhamu. Muhimu ni anajenga wahusika wengine kama vile Neema, mlezi mwema. Lemi anapomuuliza sababu za kutokuwa na raha anamficha. Ukurasa wa 30. Bunju. Mazungumzo kati ya Bunju na Neema kuhusu maendeleo ya Lemi shuleni yanamsawiri Bunju kama anayependa kulalamika. Bella, mlezi mwema, anamsaidia Lemi katika ujifunzaji. Ukurasa wa 22.